Hello, nakusalimia mpenzi mtazamaji. Najua umenigojea sana na nilikuahidi ya kwamba nitakuletea part 2 ya my story. And the title ya hii story yangu ni The Pain of Rejection. Ninataka ujue pains that comes along with the rejection. Ndiposa kama wewe ni mzazi ukiwa mahali pale, ujue ya kwamba wakati unamreject ama unamkatalia mtoto wako, unamsubject to a lot of pain. Wakati unamkataa na unamchukia mtoto wako, unaelekeza dunia mzima kuchukia na kumkataa mtoto wako. Unapomkatalia anakataliwa na dunia. Unapomchukia unamfanya hata dunia imchukie. So it's always good kupenda watoto wako. It's always good to treat your kids right. Remember, haijalishi mtoto alikuja duniani akikaa aje, ama alikuja na ajia gani, ama ulimzaa na nani. Hiyo si makosa ya mtoto. Mtoto hafai kuteseka kwa ajili ya makosa ya mzazi. Awe ni mzazi wa kiume ama ni mzazi wa kike. Hafai kuteswa na mzazi yeyote kwa sababu alikuja kwa njia fulani. Sababu huyu mtoto kabla hata aumbwe katika ndani ya tumbo la mama yake, hata kabla misingi ya dunia iwekwe, Mungu alijua huyu mtoto atakuja na atakuja na hijia. So ni jukumu lako kama mzazi kumpenda mtoto wako na kumtreat the same way na venye ungeweza kutreat wale wengine. Awe ni mlemavu, awe akona kasoro fulani, au awe akona a certain disability. Like mimi sikuwa na disability yoyote. Sikukuwa na disability yoyote. Hata mashida ambayo nimepitia maishani ya magonjwa nilipitia sababu they were inflicted in me by my mother. Negligence, kunitupilia, hiyo ndio ilifanya nipitie mateso ya magonjwa ambayo Mungu alikuja na akaniponya. Siku ya leo ninakuja kukupatia part 2 ya story yangu, The Pain of Rejection. Last time tulimalizia na kusema ya kwamba tulimalizia na ule wakati nilikatwa mkono na mama yangu na akaniacha nikufe. Sasa hii part 2 yenye nakuja kukupatia ni ya kwamba what happened after. Kwa kilichofuata huo wakati ni ya kwamba wakati mama yangu aliona tena nimenusurika, sijakufa, sijapoteza uhai wangu, na raha yake ilikuwa ni aone nimepoteza uhai. Kitu cha pili alichokifanya ni kunitupa. Alinichukua wakakubaliana na my dad, na kaenda kanitupa kichakani. Kichakani mahali kulikuwa na wanyama. Huko kitambo sio kama siku hizi. Siku hizi watu wamelimalima. Although kuna some places unaweza tembea uone kuna vichaka vikubwa ama kuna mashamba makubwa ambayo hajalimwa. Hiyo kitambo kulikuwa na hayo mashamba makubwa ambayo hajalimwa. Na sasa kwa hayo mashamba yalikuwa ni kama misitu, na yalikuwa yanatumika na watu kulisha mifugo yao. Sababu nakumbuka kitambo utajiri wa watu wa kitambo ulikuwa ni wa kupitia kwa mifugo. So kwa hicho kichaka alienda kanitupa na akaniacha. Sasa ujue kwa hizo vichaka kitambo kulikuwa na wanyama wengi, especially kulikuwa na fisi. Mimi nakumbuka nikikua nilioneshwa watu kadhaa, wa mama na wa baba na shosho yangu, ambao walikuwa wengine hawana mguu. Kama kuna mwingine alikuwa ni rafiki ya shosho yangu mama, alikuwa amekatwa mguu. Alikuwa anatembea mguu moja imekatwa. Akaniambia mama alikuwa na miguu yake miwili, alikatwa na fisi. Usiku akienda kujisaidia juu alikuwa anatoka na kijinga cha moto, wanatoka nacho nje, ama ile kuni kama imewashwa moto, wanatoka nayo nje wakifanya hivi ndio wakiipepeta ndio iwaoneshe njia. So vile alitoka nje kwenda kujisaidia, fisi ikarukia mguu yake ikamuuma, ikakata. Wengine nilikuwa naona kama kuna mwingine pia alikuwa hana jicho. Aliniambia pia huyo aliumwa na fisi. Fisi atisijui ikaingia kwa mahali walikuwa nalala ikamuuma jicho. Yani kulikuwa na stories kama hizo kwa sababu fisi walikuwa ni wengi. Kwa ule msitu pia kulikuanga na wanyama kama chui, na kitambo kulikuwa na wanyama, kuna snakes wenye walikuwa na mezanga
mifugo, wanameza wanyama na wanameza, na hata wewe binadamu akikupata atakumeza. Walikuwa snakes wakubwa sana. I think in pythons, yeah, kitu kama hiyo. So kwa ule msitu kulikuwa na hao wanyama wa aina yote. So wafugaji walikuwa wanaenda na wanyama wao, wanafuga wakiwa wengi, wanakusanisha wanyama wao na wao wako wengi, na wako na zile spears za kujikinga ama weapons za kujikinga in case mnyama washambulie, wanaweza wakamuua. Now nilipotupwa nikarara kwa msitu. Siku ya pili wafugaji wakapeleka wanyama msituni kufuga. Walipoenda wakawa kwa ubali wanasikia umbwa wanabweka. Wanasikia maumbwa wanabweka mahali, lakini kuna umbwa moja anakimbia kutoka pale mahali wengine wanabwekea, anakuja anawadistract, anakuja kwa hawa wafugaji, kwa hawa shepherds, anakuja anawadistract, anabweka, alafu anatoroka, anarudi kwenye alikuwa ametoka. Sijui kama tunaelewana. Anarudi mpaka kwenye alikuwa ametoka. So akawa anawadisturb the whole day. Hawakujua ni nini. So walikuwa wakisikia mbwa wakibweka wanafikiria ni msimu wa mbwa, ni mating season. So hawakushidania. They didn't take it serious. The following day mbwa yule akashida akifanya the same. So they were never distracted. Aya, siku ya tatu wakarauka, nilikaa huko siku 2. Nilikuwa kwa msitu siku 2. I think hiyo siku, kwa sababu niliambiwa nilikaa siku 2. Hiyo siku majioni wakaambiana, na si tuende tufuate huu mbwa tujue ni nini anatuambia, because it's like the dog is communicating something. Why don't we follow the dog na tuende mpaka mahali wengine wako, tuone ni nini mbwa inajaribu kucommunicate. And that is what they did. Wakafuata mbwa mpaka mahali wengine walikuwa, na walipoenda wakafika mahali pale, wakapata mbwa they have made a circle. Wamezunguka, ni kama kuna kitu wamezunguka. Na wakati wakalijaribu kupenya ndani, wakapata ni kweli kuna mtoto wako mahali pale. So God used dogs to protect me. I want you to see how faithful God is, and God can do just anything to protect you and to make you live. If amesema utaishi, haijalishi ni nani anataka kukuua. If amesema utafika umri fulani na utafanya mambo fulani, if he has a big destiny with you, if he has a mission with you in this life, it doesn't matter atapitia njia gani uzaliwe. It doesn't matter atatumia njia gani uishi. It doesn't matter ni nani anataka kukueliminate. It doesn't matter who wants you to live. Atakuprotect kwa njia zote. He used those dogs to protect me. So wakati walipenya wakapata ni mtoto na wakamchukua. Wakapata mtoto hata ako almost lifeless. Haongei, halii. Kwa sababu unaweza imagine huyu mtoto alilala kwa baridi. Niliambiwa nilala siku 2. So amelala kwa baridi kwa hizo siku 2, kwa baridi na kwa jua, anachomwa na jua. Mtoto hajanyonya, hajakula. Usiku ni baridi, mchana ni jua, inamkaranga tu vizuri. So now wakachukua yule mtoto akakimbizwa hospitali, na alipokimbizwa hospitali kukaanza kutafutwa ni nani amepoteza mtoto. Yasemekana kwa familia yake na mama yangu kuna mtoto amepotea mahali pale, na wakati walijua mtoto amepotea mahali pale, wakaambiwa waende wakonfirm kama mtoto ni wao, na wakaenda wakakonfirm. It was confirmed mtoto ni wa mama yangu. And I was told, akiulizwa alisema ya kwamba hajui, alikuwa ameshasema ya kwamba hajui ni nani aliingia kwa nyumba na kaiba mtoto. So alikuwa amesema mtoto amepotea. Ilikuwa imesemekana mtoto amepotea na alikuwa ametafutwa hapatikani. Na ujue mahali walikuwa wamemtupa, they were totally aware that, and they were totally aware, and they were totally sure ya kwamba huyu mtoto hawezi patikana. Hakuna vile mtoto angelala kwa kichaka siku moja na akose kuliwa na fisi. It was totally impossible according to her. It was totally impossible. So yeye alijua vizuri sana ya kwamba huyu mtoto sasa ashaliwa na fisi na hayuko uhai tena. See how God works. See how faithful and wonderful and powerful God is.
That is why mi husema liwe liwalo, hata nyinyi, hata kila mtu akimkataa Mungu na aseme there is no God, because the Bible says fool says there is no God. Hata hao wajinga wakisema hakuna Mungu, I will always confess. Nitasimama katikati ya mabilioni ya watu niseme ya kwamba kunaye Mungu, and his ways are extremely wonderful. The way this God works is extremely wonderful. He is an unpredictable God. He is invincible. Akisema anatenda. Akiamua ni kukurida na kukupigania, atakupigania irrespective or regardless of whoever is opposing you. Now, mi hata mkiacha Mungu nyinyi wote, mimi huyu Mungu siwezi muacha. I cannot betray my God because I know where amenitoa na mahali ananipeleka. Now, wakati nilichukuliwa na nikapelekwa hosi, nikatibiwa na nikapona na nikarudi.